Start. Hello, habari zenu tena. Huyu ni Kisiwa Koja katika Kisiwa cha Sheria. Leo hii pia tutajibu swali la shabiki. Shabiki ametaka kujua wakati shamba inanunuliwa, what are the specific documents ambazo zitakuwa zinahitajika ili ajipange katika kufanya biashara hiyo. Bila kupoteza muda, basi nitaenda moja kwa moja. Document ya kwanza kabisa ambayo ni muhimu, tulizungumzia kuhusu title deed. Kwa hiyo utahitaji title deed, lakini iko na wakati wake ambapo utaipeana wakati mshaandikishana mkataba. So pia ya pili ni search. Hii search ni document ambayo kwamba utaenda kuipata wakati unafanya ile due diligence. Then mtu anayeuza, mtu ambaye kwamba anakuuzia shamba akupatie kitambulisho chake na akupatie KRA pin yake na akupatie passport photos zake. Hiyo ni document tatu kwa pamoja. Then kuna document ya 4, huo mkataba wenyewe, the sale agreement, ambao kwamba nitakuwa mmeandikishana, pia ni document ambayo kwamba itahitajika. Document ya 5, wakati unanunua shamba kuna consent ambazo zitahitajika. Kwa hiyo kuna kama Land Control Board consent utahitaji pia. Hii kuna huwa ni board wa inaketi mara moja kwa kila mwezi. So utaangalia ile siku ambayo kwamba bodi na keti, utaenda utasikizwa, utasema mimi nataka kununua shamba ama mimi nauza shamba. Mwenye shamba atasema mimi nauza, atapatiwa hiyo Land Control Board consent. Mara nyingi huwa tuchukui spousal consent, lakini ni muhimu sana, especially kama tunazungumzia matrimonial property. Matrimonial property ni shamba ambayo kwamba imeandikwa kwa jina mfano la bwana peke yake, lakini wakati anauza pia anafaa apate consent kwa bibi, na kama iko kwa bibi pia peke yake, basi naye anafaa kupata consent ya bwana wake. Kwa hiyo pia hizo documents za consent zitahitajika. Then tulizungumzia kuhusu value. Kwa hiyo kutakuwa na document inaitwa valuation report, pia itahitajika pale kwenye zile documents ambazo zinahitajika. Then kuna document ya kuonyesha kwamba umelipa tax, pia ni muhimu sana iambatane na documents zako. Na document nyingine ni document ambayo inatengenezwa na wakili. Hizi ni forms ambapo kwamba zinaitwa transfer forms. Wazi zinaonyesha kwamba you are transferring ownership kutoka kwako mpaka kwa anayenunua. Hizi ni makaratasi ambazo kwamba zinafanywa na wakili ama mtu ambaye ni biashara zake amezoea. Ni forms ziko kwa Ministry of Lands kwa online, pia unaweza zidownload ukajaziwe, lakini zitasainiwa na wakili kuonyesha kwamba wewe sasa unafanya transfer shamba yako kutoka kwako mpaka kwa ule mwingine. Kwa hiyo katika segment yetu hii ilikuwa tunazungumzia tu the specific documents kwa shabiki wetu huyu ambaye kwamba alikuwa anataka ajue ile ajipange. Kwa hiyo that's in summary, ujue kwamba hizo ndio documents zinatekana, na I wish you all the best wakati uko na nia hii ya kununua shamba. Asanteni sana, tukutane katika segment nyingine.